This is a new season ya Funguka na Raytox, na kama kawaida yangu sijui kwa nini, yani hii season mpya ya Raytox, Funguka na Raytox inakuwa na bahati sana ya kumpata huyu mrembo Bagamoyo mwenzangu. Tunapaaga wote, tunaruka wote, yani viwanja tunaendaga wote. I'm talking about none other than this unstoppable Pendeza. Mimi namuitaga Munira because it's my favorite name. Munira, welcome again kwenye Funguka na Raytox. Yani imekuwa normal, yani Funguka ni ya Pendeza. Okay, mimi mwenyewe napendaga kumuita Rehema. Thank you Rehema. Asante sana. Asante. By the way, I miss you. I miss you too. Sana. Nini siri ya urembo? Penzi jipya. Oh, mashallah. Mara ya mwisho nilikuja kwenye kipindi chake alikuwa analia sana na mapenzi, alikuwa single. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Asante sana, niliumia sana, Mzanzibari alinitesa sana kwa kweli. Karibu, you look good as always. Thank you so much. I know sasa hivi jamani, kwa wale ambao hawajui, current affairs ni kwamba Pendeza ana ngoma mpya. Inaitwa DJ. Yani DJ lazima uchukue kanga, sisi wa Bagamoyo lazima uchukue kanga uke kiunoni, lazima ucheze. Oh yes. Kuna mistari yake hapo kama kawaida yake. Kwamba akimchukua mume wako umekwisha. Tume. Maana kiunoni kuna jia kanga, alafu kuna jia shanga. Kanga inakuwa moja na ukilogea wapi? Tanga, sisi tunalogea Sumbawa. Alafu napitia njia ya Bagamoyo umekwisha. New song DJ. Uliwaza nini mpaka ukatoa huu mwimbo? By the way, DJ ni idea ya mdogo wangu Tojo, sio idea yangu, ilikuwa ni nyimbo yake. Alikuwa amewaza kitu kingine tofauti. Kwa hiyo mimi baada ya kushiriki katika kionjo tu kipande kidogo cha nyimbo yake, ikabidi nimnganganie shingoni, bwana hii ngoma hii tunaondoka wote. Kadri ya siku tunavyozidi kumngangania tunaondoka wote, nikaja najiona kama hii ngoma inatakiwa ya kwangu hii. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa hivyo kuhusiana na DJ. Kwa hiyo ukampokonya Tojo ukaifanya hiyo hapa. Tunaweza kusema hivyo, lakini hajapokonya. Wanawake wana nguvu sana. Usichezee nguvu ya mwanamke. Okay, na tangia sisi last tu kuonana, mara mwisho sisi kuonana, vitu vingi naona vimetokea. Kulikuwa na trip ya Dubai, kukawa na birthday, kukawa kuna kipindi ukafanya shughuli kwa na shera. Na nikawa najiuliza ile shera, mimi dada mtu sijaambiwa kitu. What is going on? Okay. Dubai tu ni unajua unapobadilisha upepo unaweza kukutana na chochote kitu. Mtembea bure sasa anamkaa bure. Kwa hiyo safari yangu ilikuwa ina vitu vingi, pia nimefurahia kwa sababu nimekutana na vitu vingi tofauti. Watu wapya, sijui unaweza kukuta penzi jipya pia limetokea huko. Kingine ile shera lile mimi nilikuwa ni mgeni mwalikwa tu kama watu wengine wanavyoalikwa kwenye harusi basi. Na mimi nilikuwa nimealikwa. Kwa hiyo kumealikwa ndio ikawa ile shughuli ukavaa vile. Ulipendeza sana. Asante sana, nashukuru. Okay. Kama nilivyosema kuna vitu vingi vimetokea hapa katikati na siku hizi nakuona sana kwenye event nyingi za Lamata Village. Na kuona ukiwa na Lamata mkaribu, na kuona kukiwa na events za birthdays, kukiwa na events yoyote, basi Pendeza yupo. Je, tutegemee na wewe utajiunga Lamata Village very soon au tutakuona kwenye jua kali? Ukaribu wa wewe na Lamata Village umetokea vipi au upo vipi? Kwa haraka nachoweza kusema mimi ni mwanafamilia wa Lamata Village. Ile ni familia yangu. And Lamata ni mtu ambaye ni mtu mzuri, anapendwa na kila mtu. Kila mtu anatamani kufanya kazi naye. Mimi mwenyewe ikitokea natakiwa kufanya kazi naye nitakuwa yani nitafurahia, yani nitaka kuongea kizungu ila kidogo kikakimbia, nitakuwa excited. Kizungu. Kwa hiyo nitafurahi sana. Natamani, nasubiria kwa hamu siku moja naamka madam ananiambia bana Pendeza kuna 1 2 3. I'm just waiting for a call. For a call from her. Okay. Kama nilivyosema kwenye hizi shughuli tunaonaga zinakuwa nyingi. Kama kulikuwa na picha ile, kuna birthday I think ilikuwa ya mtoto wa Paula. Tukakuwa na pale tulipiga picha na watu wengi, mmoja hapo alikuwa Abdurazak. Na kwa watu wengi wakimwonaga Abdurazak na mrembo basi wanakuwa na hofu kwamba hajaongezwa kweli. What is the relationship between wewe na Abdurazak?
umeanza kuchangamka na nyoka kidogo. Nilikutana naye tu pale Jua Kali, mwanafamilia pale, basi anafanya vizuri, kwa hiyo nikapiga naye picha kama nilivyopiga picha na watu wengine. Ikaishia hapo. And the story ended there. The story ended there. Sababu Abdulrazak ni rafiki yangu na partner wangu na hichi kicheko, tutakuwa na conversation after this interview. For real? For real. Haya maswali mengi. Okay. Apart from sisi kukuona kwenye Jua Kali, tutegemee kukuona kwenye tamthilia ambazo zinakuja, because tunajua pia unapenda, apart from music, pia ni mwigizaji. Oh yes, kuna tamthilia inakuja, itakuwa inaruka Azam TV, inaanza mwezi huu. Very soon kaina mkano wa kula pale, mnakutana na pendeza mwingine tofauti. Yes, tunaenda kuonesha kitu gani tumewaandalia kutoka kwenye muziki kukipeleka kwenye filamu. Kwa hiyo itakuwa ni tamthilia nzuri sana. Kaini mkao wa kula. Okay. Yeah. Najua umepata maswali mengi, au mpaka sasa hivi maswali ya Dula Makabila yameshakuwa mengi. Yes. And she's always answering, he's just my friend. Yes, he's just my friend. Okay. Yeah. Kwa hiyo kama rafiki, unajua kama rafiki yako ana mahusiano gani sasa hivi, au umeshai kutambulishwa kwenye wifis ama shemeji yako? Mawifi nishatambulishwa sana. Na mimi nishai kushiriki kutafuta mawifi. Wacha wewe. Nishai kushiriki kutafuta mawifi, nishatambulishwa sana, nishahudhuria harusi zake zote. Kwa hiyo ni mshikaji wangu, yani hivyo wa siku nyingi. Okay. Na hapa karibuni tuliona kwamba yule ambaye alikuwa ex mke wake aliachana na mume wake ambao alikuwa sasa hivi, ambaye ni Haji Manara. And then ukawa na excitement, kumwona kuna Amina, kuna Flora, walikuwa excited kwamba wifi sasa atarudi kwetu. Okay, wewe kwa kama mtu wa karibu, je, wifi kweli amerudi kwetu au sijui atakachoamua brother, sisi tupo naye. Alipo tupo mpaka amue. Okay, kwa hiyo bado haujajua kwamba mahusiano yamerudi au la? Sijui chochote. Okay, na ikitokea kwamba Dula Makabila anataka kurudi kwa Zailisa, na sale tutakata, tutashona na harusi tutaenda. Mstari wa mbele pale. Okay. Kwake anaenda kama Amina Vikoba. Mimi dada yake jamani. Okay. Kwa wanawake zake wanajua kama mimi ni wifi yao. Unampamba. Okay. Vizuri tu. Wewe ndio utampamba bi harusi. Nitamfanyia makeup. Na range mnalo. Blaza na range kadipata. Na sasa tunakaa kwenye gorofa. Hana baya tena. Ushawahi ku sleep over kwenye gorofa? Ku sleep over ndo nini? Haujui sleep overs?